Kuna wanawake wengi duniani lakini sio kama wewe. Umebarikiwa mwanamke. Kuna wanawake wengi duniani. Jana ilikuwa ni siku yetu ya kwanza. Tulianza kujifunza jicho la Mungu ndani ya mwanamke. Tuliokuwepo jana. Okay. Nusu hawakuwepo. Jicho la mwanamke, jicho la Mungu ndani ya mwanamke. Ninaposema jicho la Mungu ndani ya mwanamke, ni ile hali ambayo mwanamke anatakiwa kuwa na mtazamo sahihi kama ambavyo Mungu anatazama. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile hali ya mwanamke kuwa na uelewa kama ambavyo Mungu amemkusudia kuelewa. Ninaposema jicho la Mungu, sio kwamba unalichukua lile jicho alilonalo Mungu linakuja kukaa ndani yako, lakini ni ile hali ya mwanamke kuweza kuona kama vile Mungu anavyoona, kuelewa kama vile ambavyo Mungu anaelewa. Na nikasema ya kwamba kwa nini tunasema sana na wanawake? Kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao Mungu ameuweka ndani ya mtu anayeitwa mwanamke. Mahali popote unapokwenda kwenye semina za wanawake, utaacha kusikia ya kwamba mwanamke yeye ni msaidizi, uwekezaji namba moja ambao Mungu alifanya. Lakini mwanamke yeye ni mlinzi. Lakini mwanamke yeye ni msaidizi, yeye ni mjenzi. Lakini pia mwanamke ni mzalishaji, wengine wao wanasema ni mlezi. Haleluya. Sasa kwa hizi siku ambazo tunakuwepo hapa, nimetaka kukichukua hicho kipengele cha mwisho cha mwanamke ambaye ni mzalishaji, uwekezaji huu ambao Mungu ameuweka ndani ya mwanamke. Nikasema jana ya kwamba mwanadamu yeyote unayemwona duniani, au mwanamke au mwanaume, analo tumbo. Mwanaume ana tumbo na mwanamke ana tumbo. Nafurahi wababa wanapokuwepo hapa, kwa sababu kuna namna wanachukua vitu kwa ajili ya kwenda pia kuongea na wanawake ambao wanawazunguka. Kwa hiyo baba, usijione umekuja kwa asali kufaida. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume analo tumbo na mwanamke analo tumbo. Lakini utofauti unaotofautisha mwanaume na mwanamke, mwanamke ana matumbo mawili. Mwanaume ana tumbo moja. Nataka tu niwatambulishe. Mwanamke ana matumbo mawili. Mwanaume ana tumbo moja. Na hili
Njoo. Wamama pale nisaidie kina mama kurudi nyuma kidogo. Ninawaheshimu sana mahali hapa leo. Ninawaheshimu kweli mahali hapa. Yaani unapoona hawa wanawake wamebeba mataifa. Alafu leo nataka niwaelekeze mkao gani mnatakiwa kukaa katika hali hizo. Nikasema tumbo la mwanamke ni kiwanda. Na nikasema hakuna kiwanda chochote ambacho huwa kinatengenezwa ili kitoe bidhaa ambazo hazina kiwango. Kiwanda chochote kinachotengenezwa huwa kinatengenezwa ili kitoe bidhaa yenye kiwango ambayo hiyo bidhaa iingie sokoni iweze kununulika. Haleluya. Mungu alipomtengeneza mwanamke aliweka kiwanda ambalo ndio tumbo la Babeli, tumbo la uzazi, ambalo ndio tunaliona kwa waheshimiwa hao walioko mbele yetu. Hicho ni kiwanda ambacho ndani yake kuna mashine zinazotengeneza. Nataka unipe sikio lako vizuri. Unapomwona mwanamke amekaa hapa ambaye anabeba kiumbe ndani yake, hapo umekaa mtoto anatengenezwa ndani yake. Na mheshimu sana mwanamke. Yaani mimi ni mwanamke lakini na mheshimu mtu anaitwa mwanamke. Mwanamke anaamka asubuhi, anapiga deki. Kwenye kiwanda mtoto anawekewa kucha. Unanielewa? Mwanamke anaamka anaenda kisimani kuchota maji. Kichwa cha mtoto kinaungwa nywele. Mwanamke anatoka anaingia jikoni kupika. Hata
macho ya Mungu ndani yako. Na hii najua hii story sio rahisi sana kuisikia kifundisho, kwa sababu tayari mtu unaambiwa ni kahaba, lakini mtu wa Mungu anakwambia hakuna kiumbe chochote Mungu aliyekiumba ambacho ni kichafu. Kila kiumbe Mungu alichokiumba kilikuwa ni safi. Shetani alikuja akatuibia maisha yetu, na ndio tukaona kuna makahaba, na ndio tukaona kuna majambazi, na ndio tukaona kuna walevi, lakini
Nisaidieni akina mama wenzangu. Tunawazaa watoto ili huo uzao mwema wakalete na wenyewe kizazi kilicho chema. Unapoona mtoto wako anafanya mambo hayo, mkataze wanao, mwambie hiyo sio kitu sawa. Naongea kila siku mimi na binti yangu, namwambia usiige maisha. Hauwezi kuishi kama mwingine anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoona mtu anakuwa amekusudia kubariki akiwatoka tumboni. Fungueni Etana. Yeremia 1:5. Jicho ndani ya mwanamke. Yeremia 1:5 ambaye ni msomaji mzuri, ninaomba usome kwa spidi ya haraka kwa sababu tunataka kwenda mahali. Mungu anapoumba mtu anakuwa amekusudia kubariki akiwatoka tumboni mwa mama yake. Fungua Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Anasoma. Anamwambia Yeremia ya kwamba kabla sijakuumba nalikujua. Kabla ya kukuweka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Kuna mifano mingi ya watu ambao walibarikiwa wakiwa wangali tumboni mwa mama yao. Shughuli nyingi ambayo Mungu anayapa kabla mtoto hajaja duniani. Amen. Na ndio maana walikuwepo wanawake wengine walipokuwa wakibeba mimba, Mungu anakuja anaachilia taarifa kwa mama mjamzito. Jana niliwaambia taarifa nyingi za mtoto ziko kwa mama. Ina maana mama ndiye ameshikilia ndoto za mtoto wake. Ina maana mama ndiyo ameshikilia maisha ya baadaye ya mtoto wake. Tunakumbuka Samson wakati anazaliwa, Mungu alikwenda kwa yule mama wa Samson, mke wa Manoa, akamwambia, ndani ya tumbo lako nimeweka kitu kilicho kitakatifu ambaye ni nadhiri wa siri zangu mimi. Ninakuomba usitumie kitu chochote chenye kilevi ndani yake. Ukae utulie. Kama unatoka, ina maana unatoka kwa sababu maalum. Unaenda kufanya vitu maalum. Mama unayekuwa mjamzito, hutakiwi kuwa na muda wa kusema ngoja kwanza niende nipate mchana. Kwa sababu saa hizi mwana chako kipo kazini kinafanya kazi. Na kama kinafanya kazi, unatakiwa ujue namna ya kuoperate. Wewe ndio unatakiwa uanze kutabiri ile ule mtoto uliyembeba. Wewe ndio unatakiwa uanze kutengeneza tabia za mtoto ambaye yuko tumboni. Sikia. Nilisema jana kama Mungu anabariki watoto wakiwa tumboni, shetani analaani watoto wakiwa tumboni. Fungua kitabu cha Zaburi 58. Zaburi 58 mstari wa 3. Zaburi 58:3. Tangu tumboni. Mwingine nifungulie 51:5.
Okay, sasa hizi ni habari za Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari za Daudi. Daudi anaenda mbele za Mungu patoka. Daudi anaanza kutubu kwa kusema ya kwamba najiumba katika hali ya uovu. Kumbuka ya kwamba Mungu hakuna kitu chochote anachokiumba ambacho ni kibaya. Tunaambiwa alifanya vitu vyote akatazama akaona ni vyema. Sivyo? Lakini alipokuja shetani alianza kutuharibia watoto wakiwa bado wako tumboni, mama akiwa amelala usingizi. Anasema mama yangu alinichukua mimba nikiwa hatiani. Sasa mimi hata sielewi kama alikuwa ni mtoto wa mchezo. Sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo tunayajua. Maana unakuta mwanamke anajua kabisa huyu ni mume wa mtu, anaenda kuzaa mtoto. Kuna mambo unayatekeleza ambayo gharama yake ni kubwa, sio kidogo kumtengeneza huyu mtoto. Kwa hiyo sasa kama Mungu anabariki watoto wakiwa tumboni, shetani analaani watoto wakiwa tumboni. Na ndio maana mtu yeyote aliye mjamzito hatakiwi kuishi kama mwanamke mwingine wa kawaida anavyoishi. Uongo kweli? Unavyolala sio kama ninavyolala mimi. Una milalo yako kwa sababu kuna kitu umekibeba. Na tu sio kitu cha kawaida. Umebeba taifa. Rebeka wakati watoto wanashindana tumboni, akiwa mama mjamzito, Mungu anakwenda anamwambia ya kwamba usiogope Rebeka kwa sababu mataifa mawili yako tumboni mwako. Alizaa watoto mapacha. Huwa hatuzai watoto wa kawaida. Shetani ndio anatuambia tunazaa watoto wa kawaida. Nimesema jana tunazaa watoto wa profesa, tunazaa watoto madaktari, tunazaa watoto wachungaji, tunazaa watoto mitume na manabii. Nani alikwambia ya kwamba unaenda rama kuzaa mtoto wa kutamani? Ulipolala usingizi, akaenda mtoto. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13. Roho Mtakatifu anakusaidia. Mathayo 13 mstari wa 24 na 25. Mathayo 13 24 na 25. Akawatolea mfano mwingine akisema, mfano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika bonde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Lakini wakati amelala, akaja adui akaotesha magugu. Lakini huyu mpanzi alipanda mbegu gani? Alipanda mbegu gani? Sikia mama tulioko mahali hapa. Tunapokuwa tumewekewa watoto ndani ya matumbo yetu, Mungu anakuwa ameachilia mbegu njema ndani ya watoto. Lakini kwa kadri tunapokuwa tumelala usingizi, shetani anakuja kuotesha magugu. Matokeo yake hatuzai wale ambao tulikuwa tumetegemea, bali wale watoto wanakuwa wameibiwa. Okay. Kitu gani kinasababisha macho yako yashindwe kuona kama Mungu anavyoona? Uchungu. Uchungu unapofusha macho. Uchungu unakufanya usione kama vile Mungu anavyoona. Jana nimesema wanawake kilio chao kikubwa, ukiachia watoto nini? Ukiachia watoto uchungu, yani kilio kikubwa cha wanawake nini?
Ukipata uchungu, macho yako yanakuwa ni kipofu. Ndio Biblia inasema watu hawa wanatazama lakini hawaoni. Unakuta kabisa unadili tu na masuala ya mwanaume huko ndani. Unapambana tu na nyumba ndogo za mume wako huko ndani. Kumbe shetani anakupa usingizi ili uwe kipofu, usiweze kuona, kuanza kuangalia maisha ya uzao wako. Mimi mume wangu, mimi mume wangu, nakwambia anarudi asubuhi, mimi mume wangu. Sasa nikisemanga mtoto, watu wananipiga mawe. Na niliwatangazia watu kwamba nimejitoa muhanga. Ni kitu Mungu ameniwekea huku ndani cha mwanamke. Kwa kadri unavyolia, kwa kadri unavyotoa machozi juu ya huyo baba, ndivyo mharibu anapoingia kwenye nyumba yako na kuanza kuiba uzao wako. Shetani hana dili na wewe, shetani hana dili na ule mwanaume, hana dili na uzao. Anakupiga chenga ya mwili. Wewe unafikiria kwamba mwanaume huyu watu waseme amenionaje? Mpaka akaamua kutembea na house. Amenionaje? Ananichukuliaje? Ishu sio kukuonaje. Ishu na kufuatiliwa uzao wako. Mwanamke kama kuna usingizi amka. Nilimwambia Roho Mtakatifu, nitasema kweli juu ya mwanamke. Na wala sitanyamaza. Na wala hakuna cha kuzuia. Nikupe dili. Nikupe dili. Ninakupa dili ambayo mimi nilifanya. Na ndio ukaniona leo hii mkubwa. Nimeishi kwenye ndoa kama hiyo. Sikuwa na mwanaume malaika. Nilikuwa na mwanaume kama huyo. Nimeziona zile rangi unazoweza kuziona. Nimeimba hizo nyimbo unazoimba. Lakini tumaini langu niliweka kwa Bwana. Ana yule ambaye anatumaini kama mtu aliyepandwa kando kando ya vijito vya maji. Atabarikiwa yeye pamoja na uzao wake. Kwa sababu tumaini
cha watoto wa kike ambao wanakuja kuharibu ndoto za watoto wa kike. Tulikuwa na kazi moja wiki 3 zilizopita na timu ya kuomba kwa ajili ya uzao. Shetani ndio vitu anafanya. Mtoto akiwa tumboni, wakati unalala usingizi, anakuja anaweka mkono, umelala. Na uzuri wa wajawazito si ndio tunajua kuchoka. Ukifika muda wa kuomba ataomba kesho. Akiweka mkono anatamka na kuachilia vitu vyake. Anaondoka mama kalala. Unaingia leo unazaa mtoto. Mtoto anakuwa anakuwa mtoto wa kike mzuri. Kumbe yule mtoto kaandaliwa special kwenda kutesa maisha ya mwanamke muumbaji ambaye amezaa watoto anaoona kwamba watamharibu sana shetani. Sijui kama mnanielewa. Umelea mtoto wako vizuri na tabia njema, unamfundisha mtoto wako kusali, unafika wakati wa uhusiano, mtoto wako anaenda kunaswa na mtoto aliyetengenezwa uhusiano. Ndoa imefungwa. Tena wakati mwingine, ngoja niwaambie, kitu cha hatari kinapotokea kwa mtoto, mama tayari kumwina inawaka ndani. Watu wanasema wewe usione wewe mwanamke. Anakuuliza mama, kwa nini unamwambia tusipate amani ndani? Sina amani naye. Mama, mimi ndio nimesha
kila kitu unachokifanya. Huyo mtoto mwanani anasikia kila kitu. Huyo mtoto anakuwa kwamba saa hii niko kwenye semina na wanazungumzia habari za uzao. Huyo anapaja huko ndani, kwa sababu taarifa yoyote unayoisikia inapita moja kwa moja kwa mtoto. Mtoto anasikia kwa sababu ni roho. Sasa wewe endelea kwenda hospitali ukiwa ni mtoto. Utazaa katoto kanafiki. Hivi vitu sio uongo. Wewe endelea kwenda disco na hilo tumbo lako. Nenda tukajirusha. Mtoto anaanza kujirusha akiwa tumboni. Unashangaa katoto miaka 2 kanacheza muziki hujawahi kuona. Alafu unasema kanaangalia sana TV, sio TV. Anajifunza muziki toka akiwa kwenye tumbo la mama yake. Kazana sana kucheza kirugu. Unataka katoto kakoenda. Kako tu hivi. Aka katoto kakoenda. Kuna mtoto mmoja tulikutana naye kwenye msiba mahali. Jamani, yule sio mtu. Kwa mtu mwenye macho ya rohoni, niligundua moja kwa moja mtoto yule. Sasa siku tumelala usiku, mtoto alikuwa analia nani stop bila kusimama. Baadaye akasema, jamani, kuna mtumishi hapa, hebu pelekeni kwa yule mama. Wakamleta yule mtoto kwao. Saa 8 za usiku anaanza kulia saa 6. Nikaanza kuomba. Yaani naomba, lakini naomba mtoto bariki. Unajua watu wa rohoni wanajua mambo kwa namna ya roho. Baada ya kumaliza maombi, yule mtoto alilala mpaka asubuhi. Lakini nikamwambia mama yake, kuna kazi bila huyu mtoto. Kwa sababu mtoto anaonekana amelishwa na roho tangu akiwa yuko tumboni. Wamama tunapokuwa wajawazito, ni lazima tuwe makini sana. Kitu gani unafanya? Kitu gani unaongea? Kwa sababu huyo mtoto anapokea taarifa zote. Ukiwa tukipata unamwambia babake hela. Tupo bwana. Kwani hamna wanawake vibaka nyumbani kwa waume zao? Sidanganyane, tunaambia ukweli. Baba akienda kuoga unaanza kusearch. Kweli wako? Alafu umebeba tumbo. Unaiba pamoja na mtoto. Unakuja kuzaa. Maana amejifunza uongo kutoka akiwa tumboni mwa mama yake. Unajiuliza, jamani, mimi mbona wewe mtoto mwizi? Sio swala la kusema mtoto mwizi. Amejifunza wewe ulipokuwa ukimwibia babake. Huyo mtoto hapo ana macho na masikio na kila kitu. Sasa nimesema, tunaposema jicho la Mungu ndani ya mwanamke, ni mwanamke kuona kitu kama Mungu anavyokitazama. Angalia namna umemkatia tamaa mtoto uliye naye. Angalia namna ambavyo umechoshwa na binti yako. Jana tukiwa tunatoka hapa, kaja binti akasema nahitaji maombi. Kuna nyakati huwa sijielewi kitu unachokifanya. Mama ananipiga mno, walimu wananipiga mno, wakinipiga ndio baadaye kama akili narudi. Alafu nasema, hivi kwa nini mimi nafanya hivi? Lakini anasema ana utundu, ana tabia ambazo hazifai. Nikamuuliza, una tabia gani? Hakusema. Lakini anasema, nisaidieni kina mama. Jana tu nisaidieni kina mama, sitamani kuwa kama nilivyo. Yuko wapi mama wa huyu binti? Yuko wapi?
Simama dada yangu. Tunapokuwa kusimama tunahubiri. Tunahubiri vitu ambavyo tumeviona. Naomba kwa dakika moja au moja na nusu unisikilize ushuhuda mdogo. Sijamwandaa na unirehemu. Tunataka kuponya roho za watu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mama amenipa ruhusa ya kusema ushuhuda wangu, kusema kwa ufupi. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya Waislamu. Lakini mamangu alipata shida sana kwenye kupata watoto. Alikaa miaka 15 bila kuzaa. Familia yake ikamtaka aende kufanya matambiko ya kwao. Baada ya kufanya matambiko ya kupata watoto. Lakini baadaye sisi tukapatikana tunaishi katika maisha na hayakuwa mazuri. Mimi unaniona leo ni kwa neema ya Mungu. Nilikuwa ni mtu ambaye na shida mbaya. Stoki baa mpaka wamefunga vyombo. Ninakesha mpaka asubuhi. Narudi kazini, nashinda kazini, baada kazini na mwite na baa. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alikutanisha mtumishi wa Mungu. Bwana leo amenipa kibali cha mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Nimempa dakika moja. Binti huyu ni ushuhuda unaotembea. Ni ushuhuda unaotembea. Alifuata ndugu yake mmoja. Akaniambia, Beti, katika kitu ambacho unaweza kunipa zawadi katika hii dunia ni kutokukatia tamaa mwana. Tuna miaka mingapi dada tumetumita? Sio 13. Na alimpa Yesu maisha kwenye semina yetu ya kwanza wakati tunaizindua huduma ya uwezo wa mwanamke. Kwa hiyo huyu ni festival wetu. Lakini mapepo yalikuwa yanamgaragaza binti huyu. Yeye alikuwa analala na majini. Anahisi amezaa watoto kwenye ndoto. Alafu anaondoka, anaenda ufukweni mwa bahari. Akishakana mtoto wake anamnyonyesha, kuna mtu anatoka kwenye maji anakuja anamchukua mtoto wake. Anaingia ndani. Shetani ameona